Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa mitishamba au elimu ya mitishamba, tiba, dua na kadhalika. Leo nimekuletea faida hii. Ni faida ambayo watu wengi sana huwa wakiambiwa vitu kama hivi vya dua huwa hawaamini au wanadharau na kadhalika. Kuna kitu kimoja ambacho kinatumika sana kufungua. Katika dua ambayo napenda sana kufungua vitu. Ima mtu huyu amefungwa tumbo, hawezi kuzaa, basi tumia dua hii. Au mtu huyu ni mjamzito, ujauzito wake umefikisha miezi 9, imepita mpaka 10, 11, 12, apate kujifungua, tumia dua hii. Au mtu huyu kila anachokifanya kile kinakuwa kiendelei au hakifanikiwi, basi tumia dua hii. Na insha Allah itakusaidia kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna hii sura ni sura inajulikana sana kama sura al-Fatiha. Sura al-Fatiha wengine tunaifahamu kwa jina la sura al-Fatiha, lakini wengine tumezoea kwa jina la Alhamdu. Sura inayoanza kusema kwamba Alhamdu. Sawa. Na sura al-Fatiha ni miongoni mwa sura ambazo inapatikana katika Qur'an na ni sura ya kwanza katika Qur'an. Sura yenyewe hii بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hii ni sura al-Fatiha. Kwa yoyote yule ambaye anajihisi majambo yake hajakaa sawa, chukua maji yako yaliyokuwa masafi, chukua maji hayo, yasomee sura al-Fatiha mara 101. Somea sura al-Fatiha mara 101. Ila kabla kusoma kuna taratibu maalum ambao kila mtu anapaswa kufahamu huo utaratibu. Kabla jaza kwa kusoma dua, kisha jambo la kwanza, nenda kaoge, usafishike. Kama una janaba, ondoa janaba. Kama nifasi, basi nifasi yako ishaisha. Kama mtu huyu atakuwa katika mazingira ambayo sangine iko kwenye hedhi, basi hakikisha hedhi yake imeisha. Ataoga josho la kawaida. Baada ya kuwa ameshatakata, atatia udhu, atavaa nguo iliyokuwa safi. Then baada ya hapo atakaa sehemu ambayo ni tulivu, ambayo ni safi, tahara, yenye stara nzuri. Then baada ya hapo ataanza kwa kuleta istighfari mara 100. Ni kusema tu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Leta istighfari mara 100, kwa sababu huwezi kujua kabla ya dua jana limekosea Mwenyezi Mungu. Sasa mtake Mwenyezi Mungu msamaha. Au wengine kabla ya dua asubuhi ya swali, mtake Mwenyezi Mungu msamaha. Utamtaka Mwenyezi Mungu msamaha mara 100. Then baada ya hapo leta takbira Allahu Akbar, au lete adhkari la ilaha illa Allah. Sawa? Yote ile adhkari ambayo unachagua kama la ilaha illa Allah, la hawla la quwwata illa billah, Allahu Akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, ya hayyul qayyum. Katika majina ya Mwenyezi Mungu utataja yaliyokuwa mazuri unataka mwenyewe, utasoma kulingana na shida yako. Sawa? Utaleta pia hizo adhkari na kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, walau kwa mara 100. Sawa? Then baada ya hapo kinachofuata ni kitu kimoja. Baada ya kufanya yote hayo, mswalie mtume mara 100. Baada ya kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinachofuata baada ya hapo, tulia, tia nia kwamba Mwenyezi Mungu, nasoma dua yangu hii, nia zangu kadha 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 kadha, na shida kadha 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 kadha. Mwenyezi Mungu nisaidie. Baada ya kutia nia zako, leta al-Fatiha, kisha anza kusoma sura al-Fatiha mara 100. Al-Fatiha takata ya kwanza ile haihusiani kwenye 100. Baada ya kumswalia mtume, leta al-Fatiha, utasoma alhamdu. Baada hapo ndo uanze zile 100. Utasoma sura al-Fatiha mara 100 kwa utulivu. Kama na maji yako, basi maji yako yatakuwa pembeni, utakuwa nasoma kuna pulizia katika maji. La hasha,
Kwa mtu ambaye atakomba dua kawaida, basi bila kuwa na maji utasoma suratul Fatiha mara 10, utakuwa jipangusa usoni mara 10 usoni mpaka afike mara 100. Utapofikia mara 100 mswalie tena mtume, sawa, mara 10. Then baada ya hapo soma suratul Ikhlas mara 3, suratul Falaq mara 3, suratul Nas mara 3. Tunaposoma suratul Ikhlas tunakusudia ile sura ambayo inaanza kusoma qul huwallahu ahad, ambayo sura yenyewe ni hii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hii ni suratul Ikhlas. Utamaliza suratul Ikhlas utasoma tena suratul Falaq. Suratul Falaq utaisoma pia mara 3. Ni ile sura ambayo inaanza kusoma qul a'udhu birabbil falaq. Sura yenyewe hii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Utasoma suratul Falaq mara 3, then baada ya hapo utasoma surati Nas mara 3. Na surati Nas ni ile sura ambayo inaanza kusoma qul a'udhu birabbin nas. Na sura yenyewe hii utaanza kusoma hivi: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Utaisoma surati Nas mara 3. Baada ya hapo sasa utatal Fatiha ya mwisho, then utaomba dua yako ya kufungia. Na katika dua yako kufungia haina haja si useme vingine. Dua yako kufungia utakuwa unatia nia tu za kawaida kwamba Mwenyezi Mungu nakuomba katika dua ya mwisho kufungia, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Pia utaendelea na dua zako zingine za kuomba na unahitaji, kisha baada hapo utapangusa usoni baada ya dua yako itakuwa maisha. Tuitetu tutasoma dua hizi mara kwa mara, walau kwa kila wiki mara 1. Insha Allah atatufungulia majambo yetu. Tusidharau, tusifanye shirki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.